majina naitwa Mpoki Steven Aswile. Nilikuwa natoka Morogoro naenda Mikumi. Tukapanda Fuso nikiwa na babangu mzazi. Lakini kufika maeneo ya Lugono, yani nilichokiona mimi ni kwamba kuna basi ilikuwa inakuja mbele yetu. Ile basi ilikuwa lina overtake. Kwa hiyo ilipokuwa ina overtake, likaja likapushi gari tulikuwa limepanda sisi, tulikuwa limepakia nimebeba sukari. Kwa lile nani la sukari likadondoka. Lilipodondoka gari letu likakosa mwelekeo, likapaa likadubukia darajani. Baada ya pale nilichokishuhudia ni dereva anakimbia. Yaani alikotokea sijui. Kwa na mimi nikafuata nyendo zile zile, lakini sasa kuniuliza nitokea wapi sijui, nikajikuta niko nje. Nikaanza kuomba msaada nikiwa darajani kwa chini sasa. Nikaanza kuomba msaada watu wa juu, sababu magari yalikuwa yameshapaki mengi. Nilipoomba msaada nikaona hakuna anayenisaidia. Itabidi nipite ile njia aliyopita nani? Dereva. Bahati nzuri nikatokea barabarani. Nilipotokea barabarani nikaomba msaada, wakanileta hospitali ndio nikaanza matibabu. Chanzo cha ajali ilikuwa ni mwendo kasi na dereva wa basi ku overtake. Yaani kwa na overtake huku magari mengine yanakuja. Yuko speed, gari letu sisi liko speed. Kwa yani chanzo cha ajali ni speed na ku overtake, yani pasi kufuata, yani kuangalia. Mpaka sasa sijapata taarifa kwamba babangu yuko wapi na hali gani, ila ninachokumbuka ninavotoka aliniomba msaada nimsaidie ni kwamba nifungue mlango atoke. Kwa hiyo nikaanza kufunga ile mlango ikawa imeshajiloki. Na ni mzee akawa hawezi kupita nilikupita mimi nafikiri. Kwa hiyo kutoka pale ndio nikaanza kuomba msaada kwamba watu wanisaidie labda waje wawaokoe. Simon Sadiki Mbwambo. Naishi Dar es Salaam, Mbezi, lakini ndio nilikuwa natoka Mbeya kazini kwetu. Nikawa tumepanda gari yo High Express kutoka Mbeya saa 12:30. Tukaja tukafanya kituo kidogo kwa ajili ya chakula pale Mbeya Iringa. Baada ya hapo tukaendelea na safari. Dereva alikuwa mzuri tu kwa sababu alikuwa na mwendo wa kawaida kabisa. Ndio maana mimi ingaje mimi ni dereva, lakini ukiona mpaka na mimi nikapata muda wa kulala, ina maana nilikuwa yuko vizuri kabisa. Sasa kama kilomita 35 kutoka kabla hatujafika hapa Morogoro, ndio nilikuwa nimepitiwa na usingizi kidogo. Ndio maana nasikia kishindo, nasikia kelele za watu. Kwa kweli ni ajali ilikuwa mbaya sana. Kwa hiyo vile viti vilikuwa vimekusanyika vingi tu kwa pamoja, kwa hiyo hata kutoka ilikuwa shida. Lakini bahati nzuri kwa sababu wengi tulikuwa tumefunga mikanda, hatukuumia kivile kwa wale ambao wamefunga mikanda. Lakini wengi wa wale ambao kufunga mikanda walihamishwa kutoka nyuma kwenda mbele kutokana na ile kishindo cha gari baada ya ile ajali. Kwa hiyo kwa ujumla hicho ndio kilichotokea, na baadaye tuna askari baada ya muda kidogo wanakuja pale kwa ajili ya kutusaidia. Kwa hiyo walisaidia watu wengi, tulikuwa tunachukuliwa tunatolewa kupelekwa hapa hospitali. Kwa hiyo tunashukuru madaktari pamoja na manesi waliotupokea hapa. Matibabu tunaendelea nayo, tunashukuru Mungu. Kwa majina naitwa Scholastica Solomon Ndunga, ni afisa mahusiano hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro. Ninatoa taarifa kwa niaba ya mganga mfawizi ambaye anaendelea majukumu mengine. Leo asubuhi saa 12 kasoro tulipokea majeruhi wa ajali ambayo imetokea maeneo ya Lugono, iliyohusisha basi ambayo ni High Express pamoja na gari ya mizigo. Kwa hiyo ajali imetokea mahali hapo, na hospitali tumeweza kupokea majeruhi wapatao 44. Kati ya hao watu wazima ni 37 na watoto ni 7. Kwa upande wa watu wazima, wanaume ni 19, wanawake ni 18. Na kwa upande wa watoto hao 7, wanaume ni 2, wanawake ni 5. Lakini pia kupitia hiyo ajali tuliweza kupokea maiti moja ambayo alifariki njiani wakiwaleta huko hospitali, lakini maiti zingine 8 ambazo zimeletwa. Kati ya hizo maiti ambazo jumla ni 9, zimetambulika 4. Kwa hiyo mpaka saa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wengine wanapata vipimo, wengine wanashaanza matibabu.
na hali zao zinaendelea vizuri mpaka sasa.